zetu walikuwa wanaabudu kwa hizo milima. Yesu akamwambia, mama niamini, maana nyinyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. Na ndio maana utapata wengi wa Kristo wanaabudu wasichokijua. Ukiabudu Kristo naye mjua, maisha yako lazima ibadilike. Na ndio maana tunaenda kufocus kumjua Kristo. Kristo ni nani? Yesu akiwa kwako utajaji mtu. Na utapenda watu wote. Akiwa mlevi utampenda, akiwa msherati utampenda. Akiwa mwongo utampenda ili abadilike. Yesu akiwa kwako tabia yako itafanana na yake. Asifiwe Yesu. Yesu akamwambia, nisikie mama, saa inakuja na sasa imefika, ambao waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana Mungu ni roho, wanaomwabudu na wapasa wamwabudu katika roho na katika kweli. Yeye imeweka vizuri, katika roho na katika kweli. Maandiko inasema wanafunzi wa Yesu wanarudi, wamebeba chakula, polepole wanaenda, na kwa umbali wanaangalia Yesu, na wanapata Yesu anaongea na mwanamke kahaba, malaya. Wakajisemea na huyu Yesu, yaani hawezi jua huyu mwanamke ni kahaba, kwa nini anasonga karibu na yeye? Huyu mama mwenye amenyang'anya watu kwa Bwana hapa wote, kwa nini anasonga karibu na yeye? Yesu akawasikia kiroho. Haleluya. Amen. Maana Yesu anajua sauti ya roho zote. Akawasikia kiroho. Waliporudi sasa ndio wanajipendekeza kwa Yesu, akamwambia, Rabi, tumeshaleta chakula ndio ikula. Yesu akakataa kukula. Akamwambia, chakula yangu ni kufanya kazi ya Baba yangu. Kazi ya Mungu utaifanya kila mahali. Haina mpaka. Kuna watu wanataka watu wenye wameshakamilika. Kama umejua umeshakamilika kanisani, usirudi kanisani. Hiyo nakupa ruhusa. Kanisa ni mahali pa ukamilifu. Inakukamilisha. Na kama umeshakamilika, haufai kurudi wapi? Kanisani. Unafaa ubaki nyumbani. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa sababu wale waliokamilika watasema, ukisoma Biblia, hiyo nilishasikia. Hiyo nilisomwa na nabii Yeremia. Nilisomea wakati nimekuwa hivi. Na hiyo nilikuwa na mhubiri mwingine huko South Nyanza. Akasoma hiyo. Hiyo ndio utaona mtu anasimama hapa anasema, mimi nimeshika wokovu kabisa mwaka wa 1964. Hiyo ndio mwaka tulipata mhubiri mwingine kutoka Kano. Ukalego usongo. Akanisomea John 3:16. Hiyo ndio Biblia ilibadilisha maisha yangu. Haleluya. Lakini ukiangalia hafanani na ile Biblia waliomhubiria. Kwa sababu anaona ameshakamilika. Ambapo ukimhubiria hawezi sikia. Yuko pale anaona ako holi dhandao. Yesu akasema watu waliokamilika 99, na kuna mmoja hajakamilika yuko nje. Lengo ni kufanya nini? Ni kuacha wale 99 na kwenda kutafuta ile moja. Na hiyo ndio tabia yangu. Amen. Tena Biblia inasema wale waliokamilika waweke mahali imekauka. Alafu ndio utafute yule mwenye alipotea. Na umshike umlete. Ukimleta, chinjie ng'ombe, mkule vinono ili abadilike. Haleluya. Utaona wewe umeokoka na umekuja kanisani. Kuna mtu alikutusi kabisa nje. Akakutusi na kanisa yako. Alafu nasikia umemwona ameingia kanisani na alikutusi. Utaona na mwingine anasema, na amekuja kufanya nini? Umechinja amekuja kufanya nini? Kuongea kwako aliongea kwa sababu haijakamilika.
bado hujakamilika. Sasa wewe na yeye unaoshwa leo. Anasema anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nashangaa. Ana maadui sasa tuko nao kwa nyumba. Waliambia naomba nini kwa majini. Naona anashangaa wamekaa. Orinde de sisi yenu. Mungu haleluya. Amekuja ili nguvu za Mungu zionekane. Ama mtu wa kwanza mwenye nafaa kumpokea ni wewe. Unaenda unamwambia karibu. Karibu. Sababu umefurahi, umetoa mmoja kutoka kwa giza na akaingia kwa giza. Salimiane juu. Ashukuru sana. Tunataka focus. Mahali tunaenda sasa. Focus kwa kitu ambacho unataka. Maana after this ninataka tukimaliza ibada leo ni ushuhuda ilipuke kila mahali. Praise Jesus. Ushuhuda za uzima, ushuhuda za baraka, ushuhuda za amani, ushuhuda za imani. Zichipuke kila mahali. Amen. Ashukuru sana. Amen. Watolewana. Kuna makunda matunda. Hautahangaika wala hautaaibika tena. Kwa sababu mahali kuna roho, neema inatosha. Amen. Na leo hakikisha umepata roho ya Mungu ya kukufikisha mahali unaenda. Amen. Maana hii ni mwezi wa oda. Na ni nini imekuzuia kufaulu? Ni maneno ambayo unaona naongelea. Amen. Na hizo tutatoa. Amen. Na focus mahali tunaenda. Soma maandiko. Inasema nini? Inasema, nafanya haya yote kwa ajili ya Injili, ili nipate kushiriki baraka zake zote. Soma. Je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana si wanakimbia? Haleluya. Mashindano wote wanaoshindana wanakimbia. Na hiyo ndio mbio. Kuna watu wamesahau wako kwa mbio. Na anaangalia wale wenye spectators. Unajua spectators? Spectators ni kina nani? Simuongee kwa nguvu. Wale wanaotazama na kushangilia. Spectators, ndio? Wanasema mbio. Kimbia na nikimbia. Naona mwangalia. Huyu atakupita. Na hiyo ndio unaona kwa wokovu. Nataka tuelewane. Ni nini nawazuia kufika mahali mnaenda? Mmesahau ya kwamba mko kwa athletics. Nyinyi ni athletician. Athletician wanataka number 1. Na yawe number 1 mwenye ameenda kulingana na sheria. Si kama naelewana? Inakwamba wote go. Na inaanza. Wanaenda. Watu wanaenda sasa mbio. Wewe ukisahau ya kwamba huko kwa mapishano utashinda. Kuna watu wanakuitana hapa nyuma unapishana naye. Asia wewe. Takataka wewe. Umbwa wewe. Alafu wewe unaangalia unaenda hadi umbwa. Utasikia umepita. Mtu mwenye anakuongea ni mtu shaimpita. Ni kama unaelewa tu. Mtu mwenye anakuongea ni mtu shapiga hatua. Usinangane na yeye. Usinangane na yeye. Ukiwa unangana na yeye atakutega uanguke.
Na wakati unamalizana na utasikia na wako mbele. Tena wewe utaanza kuongea kwa sababu sasa unaona wako mbele. Ili lazima utumie common oblongatas. You must use your common sense. Usikia hii watu wa Mungu. Watu wanakimbia. Unaweza sababu unakimbia. Si mlitoka pamoja. Chomoka. Yaani nakuanga tu nitaidi. Ndio kila mtu ameshashinda mtu na Mungu mmoja. Na kwambia relax tu kidogo. Umepita. Mtu akishakutai anaona mbio yako ni kama yake. Yaani anataka tu aibe tu mbio moja tu na hautamuona. Ndio maana wale ambao wanaongea au watu umeshawapita. Wewe enda mbele, uache kurudi nyuma kwa vitu wanaongea. Utasikia kama watu wa Mungu. Unaona mambo ya Mungu vile. Mission and value. Kama hautafuata hii, utasikia umerudi kupigana. Utasikia umerudi kwa familia yako. Uongea tu muda naongea tu matusi. Ukianza kufuatana na yeye, utasikia shetani amekuingia umeanguka. Shetani anaweza kuja na ingia kwa mtu yote. Aidha kwa mwana yako ama kwa bibi yako ama kwa mtoto yako. Na aanze kuongea kinyume na wokovu wako. Lakini ukirudi nyuma, utakuwa umeanguka. Wewe angalia mahali unaenda. Ukishafika, alafu ndio unaambia watu kujeni nimefika. Hiyo ndio Paulo anasema kama ni mbio nimekimbia vizuri na nikapata taji. Sasa nenda share taji yangu. Praise King Jesus. Tunaelewana watu wa Mungu? Ndio. Hadi tunasema nini? Nafanya haya yote kwa ajili ya Injili ili nipate kushiriki baraka zake. Je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio si wote wanaoshindana kukimbia, lakini jua hili ni mmoja tu anayeshinda. Kwa hiyo nani anashinda? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tunzo kila mmoja wenu. Usiku umeoneka kwa boma fulani na wewe pia sasa unanyima watu usingizi kwa sababu na watusi. Utapata kuna mwanamke anaoneka mahali lakini anyekanda bandu sana. Arimvi mahali anafanya biashara mambo ya watu tu. Na umeokoka na una matunda. Umemlilia Yesu. Ukamwambia Bwana nataka hii. Mungu akasema nitabariki kazi ya mikono yako. Badala uende ufanye kazi umepeleka masengeni. Umepeleka mambo ya uongo na giza. Hakuna taji hapo. Am I teaching good? Yes. Sisha Mungu. Yes. Akatuelewana watu. Unaweza sahau chenye unataka. Wewe unasahau chenye unataka. Ndio utaona na ubiri na unafunga macho na lala. Amesahau kukwambia. Wewe unaweza kimbia ukilala. Tumalize mbio ndio wewe ulale. Asante. Wewe kimbia unalala, utatoka nje na hiyo. Unajua Paulo anaendelea akisema hata ukikimbia na ukue na bawani na hujafuata sheria ya mbio haupati tuzo. Yamefundisha vizuri. Salimia leo. Amina. Sasa chenye sisi tunataka ni nini? Tuzo. Haleluya. Hiyo ndio kitu tunataka. Utasema unaenda mbinguni. Uko na tuzo ya kwenda. Kuna kibali umepata. Bado kimbia. Kimbia, hapana angalia kando. Kwa mtu mwenye mtu aelewa, mimi mwezi nielewa. Hakuna siku naweza nielewa. Na wewe pia watu sikuelewe. Amen. Ukitaka kupita madhabahu ya kwenu, mjione sikuelewe.
Hata ukiwa na bwana na bibi na watoto wasikuelewe. Ukitaka kufaulu, wakikuelewa taanguka. Haleluya. Hiyo ndio maana unaona siku moja Samson akawa ameongeleshwa na wazazi, usioe wewe msichana. Samson akasema si msichana ni mrembo, mimi nitaoa. Baba wamekuwa wazee. Alafu huyu mwanamke kumbe ni mpelelezi, ameingia polepole, anampeleleza tu. Samson, niambie kwa siri ya nguvu yako. Niambie kwa siri ya nguvu yako. Samson anasema nguvu yangu iko tu. Akaia amefunga Samson. Akasitoa Samson. Maadili hao wanakuja. Samson anakata mioyo zote. Fikiria hiyo nafasi tena. Samson bado amekaa tu. Anajua nilikuwa nakupima tu. Bwana kupima tu sweetie, honey, babe. Unaona mtu anakuita babe na watoto wako wanakufa njaa. Stop that. Leo takula nyake. Alafu na wao wamekula uji ya miogo, wakakula ugali ya miogo na matawi ya miogo. Kwa shako inashika watoto. Unataka tumbo kubwa mwili ndogo. Akipumua ndani ndio nyanzi ikikuza tu inaweza kuzuka. Lakini wewe jana tuko na nyama. Leo sisi tukuletee kule kuku. Yes, babe. Hello babe. Wanaume wacha niwaambie wa mama. Wanaume akili yao ni ndogo. Nyinyi tu ndio mnafanya wanaume wanawapinga. Lakini mnajua akili ya mwanaume ni ndogo. Msemo mmoja inasema kwa Kijaluo, ameniweka na piganga wazazi wake. Ataoa. Mwanamke anafundisha. Mwanamke ananyenyekea tu chini, anamwambia Samson, unanipenda kweli? Ndio nakupenda, Dalaila. Dalaila, I love you. I love you, Dalaila. Na Dalaila anamwambia, you are the only fish in my lake. Samson anatembea na kifua. Kuna Dalaila. Let me tell you one thing, somebody. Muda kidogo. Dalaila anamwambia wewe unanidanganya, wewe unanidanganya. Wewe kwa nini unanidanganya? Si mimi ni wako. Unanipenda kweli? Nakupenda. Unajua, you know, you're my heartbeat. Sasa ukipima vile kiwango ya roho yangu inapiga na ni wewe sasa. Ambapo ukitoka kwa maisha yangu, wewe ishi kwa hiyo bomba kama mtu akuelewe. Unataka kufuata Mungu mwenyewe akuelewe. Halo? Tapata mtu ana bibi. Wamekaa naye vizuri. Lakini analeta ingine ya kukuja kula pesa sasa. Ameleta ingine ya kukuja. Yeye amekuja tu kukula hiyo. Atembea. Sai. Tamwona kuna kiu shaba. Wanaangalia nini? Mnaangalia nini? Mama mko? Ukishamba vizuri. Unaangalia nini? Leo mseme tujuze. Ndio mwe imekutosha. Unaangalia nini? Unaweza niangalia tu. Lakini
badilisha shingo. Jaribu ku. Halo? Kama nilikuwa natubadilisha mikono. Mnaangalia na nini? Ape sifa Yesu. Nakwambia uko kwa mbio. Uko kwa mbio. Don't relax. Analala akishaangalia. Anamwambia Samson. Samson anamwambia kukanyaga 360 anafanya hivi. Mwambie uko smart. Kumbe ni mpelelezi. Kuna wapelelezi pia wanaweza kuwa kwa. Sasa ndio naomba Mungu ili kama mpelelezi yako ashinde kwa jina la Yesu. Anaweza kuwa mpelelezi tu. Anakutai mtu. Mara ngapi umesikia wanaume ama wanawake wameua waume? Dunga kisu. Aende analia. Anakuambia, jirani, kujeni mtu ameua bwana yako. Wakifanya investigation mzuri. Nasema huyu mtu ndiye ameua. Usiwezi. Wewe sema ukweli, maana CCTV ile kunasa. Hapana, wanaweka CCTV. Alafu anasema, "Oh, kumbe hiki kinashikana." Bio. Focus. Pige sana. Kuwa mwerevu. Sasa ile omba Mungu akupe hekima na kuishi na watu. Amen. Omba Mungu akupe hekima ya kuishi na watu. Yeye peke yake ndiye akupe hekima. Vipi unaweza ishi na watu? Kuishi na mwanadamu ni ngumu. Kuishi na mwanadamu ni ngumu. Watu wa Mungu. Mwanadamu mwenye ana akili kuishi naye ni ngumu. Fikiria Delaila akadanganya tu Samson. Samson anamwambia sasa mahali imefika. Wacha nikwambie ukweli yangu. Nguvu yangu iko kwa nywele. Hii nywele ndio nguvu yangu. Alafu anaimbia Samson, nyandolo nilote. Nyandolo nilote. Na anafunga. Akishafunga anaanza kunyoa. Akishanyoa. Alafu anambia Samson ndio maadui. Samson kujaribu Mungu hakuna. Amekamata. Alafu sasa wanasema mchana yetu tumefanya kazi kwa bidii. Leo tumepata hii mtu. Unaona Samson Mungu alikuwa anamtumia, lakini mwanamke akaletea shida. Mwenye alikatazwa. Sasa uchungu. Hiyo ndio unaona vijana wengi hapa wanakujaga tu. Pastor tuko ready. Nilisema muoleke na muoe sawa. Muende muoe na muoleke. Mimi niko hapa kubariki leo wazee. Watamtichi somebody. Hii sifanye sasa ukatae bwana. Ukatae bibi. Yaani ni kuomba na Mungu anakupa laini mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaangalia mtu kitaka kuoa ama kuelekea ni nini umeona ndio kamuoa. Kama kuna kitu niona kwa bibi ndio kaoa. Hiyo kitu ikiisha, hiyo ndio itaharibika. Kuna wengine waliona mwanya. Wakati na huyu alibeba ndoo na akaanguka kaa geti. Sasa hiyo ndoa tena hakuna. Kuna mwingine aliona weupe. Aliona nini? Weupe. Kumbe mtu amemaintain mwili wake na mafuta. Kidogo jua na kulima mtu amekuwa mweusi. Tena story. Kuna mwingine aliona saidongi. Na kumbe zilikuja na shindano. Sasa
Lakini ukiwa pale unaona ingine kubwa, ingine. Am I teaching somebody? Yes. Mimi nawafundisha watoto wangu. Hallelujah. Usioe sura, usioe masomo, usioe urefu ama ufupi. Oa mke ama oleke mume. Taka mke ama mume. Sababu itafanya tu wokovu wako yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapo unaweza pata pia wakati unataka kuoana. Kila mtu yani ni mtoto wa Yesu. Hata kukula. Najua sikuli sana. Mimi kukula sana. Kana hata kuku ikiwa naona natuza na meno. Anasema no. Niko sawa. Niko sawa. Hata zingine ziko hapo. Unamwambia kwa Yesu kule. Hiyo tunaachia hata dugia. Unajua huwezi kula ya dugia. Hilo ni ya dugia. Masa mrembo. Hapo ndio utajua hata mfupa ya dugia. Kama tusalimiane juu. Am I teaching somebody? Yes. Na kuandaa mapema kwa ajili ya miujiza yako. Sema amen. Yes. Sasa kama kitu kama hizo ndio inafanya unaenda, utapata shida. Allah vijana muangalie sana pia watu ambao mnaoa. Utapata mtu anaoa mtu mwenye makucha hivyo hivi. Huyo mtu atapita. Ijaluo wanasemanga adete mano. Uya anapika. Sisi mkate makucha. Utakata kwako. Mtu akikuuliza mwambie takata kwangu. Wewe mbona nafua? Ashike hivi. Ni kama anaharibu soko. Naharibu soko. Mimi nawatengeneza watoto wangu. Mimi nawatengeneza wote. Sasa unaangalia. Haleluya. Na ushike Mungu. Shika. Mmoja wengine wajui vile baraka inakuja. Tunaona Mungu anasema nataka mwanaume mrefu, handsome, kuna pesa, kuna do. Taki Mungu mwenye hana pesa. Mwenye kuna gari. Magari ziko. Lakini kuna zingine kukaa kwa hiyo gari. Usiku mnalala kama umesimama kama boma ya Farao. Lakini gari nayo iko. Huko tu hivi. Nano ile mtoka. Ina hii kabisa. Ukifika watu wanakusalimia usiku yote kwa giza unasalimiwa. Focus kwa kitu wao unataka. Toa akili kwa mambo za giza. Weka akili yako vizuri. Pate kujua mahali unaenda. Pate kujua mahali umetoka. Pate kujua chenye unataka. Tunaelewana watu wa Mungu? Ni kitu ambacho unafaa kutafuta. Ukishaokoka, jua uko kwa mbio. Ng'ang'ana mahali unaenda. Wacha kuangalia wenye wanakuita nyuma. Ukifika kwa kama uruke, ndio uangalie kina nani. Walikuwa wanapita. Lakini kama bado hujaruka, nakwambia hapo maombi baada itafika.
Unaelewana? Soma maandiko. Inasema, je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana kukimbia, lakini ni mmoja tu ambaye hushinda? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tuzo nyinyi nyote. Kila mmoja anayeshiriki katika mashindano hufanya mazoezi makali. Hufanya nini? Mazoezi makali. Mwenye anashindana katika mbio hufanya nini? Mazoezi makali. Wewe unafanya mazoezi? Wewe hapa wako tu. Moyo wewe sasa tuombe pasta. Alafu mimi naingia kwa maombi. Nikiomba naona yeye amelala na akachukua duve. Analala na ngorota. Si nimeshaambia pasta. Pasta naomba. Pasia anaomba. Pasia anaombanga. Fine. Wanaenda katika mazoezi makali. Anza mapema. Ukitaka kushinda hiyo boma, ukaona watoto wamesoma wapati kazi, wao waoleki kwa hiyo boma, anza mazoezi sasa ya kushinda madhabahu ya hiyo boma, ya kushinda laana ya hiyo boma, ya kushinda uchawi ya hiyo boma. Enda kwa mapishano makali. Leo mimi nataka safari hii misingi ya boma yenu leo uinyime amani. Nyima amani pepo ambaye anakusumbua. Uinyime amani. Ndio mtu akona magonjwa lakini ana mazoezi ya kutoa hiyo magonjwa. Ukisema kuanzia leo mnapona wote. Chenye unafaa kutangaza ya kwamba nimepona. Na kila wakati unashukuru Mungu. Unamwambia Bwana, nimekuwa na magonjwa lakini ninajua kwa maombi hii umetoa magonjwa. Usiku namwambia asante. Katikati ya usiku asante. Asubuhi namwambia asante. Unabaki nenda. Ukiona mimi naenda naambia pepo toka na natoka. Usifikirie ati nimeamuka tu ati hiyo ndio kazi yangu kusema kuna mazoezi naenda. Naenda mazoezi makali. Makali. Na tena wakati unaenda hiyo mazoezi, shetani anajaribu sana kumng'ana wewe. Na ndio maana nataka muwe kwa mazoezi makali. Si kuna kitu haifaulu. Usiwache ati imekata. Lazima tuichukue kwa nguvu. Chochote ambacho ni yetu nawaambia. Wewe haukuzaliwa vitu zako zikwame. Tuichukue na iende kwa lazima. Uko na vitu vyako za kuleta pesa zileti. Mazoezi ni sahihi. Hiyo pepo lazima ijue ya kwamba wewe pia ni roho ambaye anaishi ndani ya mwili. Vitu zote ambao unaona zimekataa, wacha zimekataa. Ndio maana nilikwambia mimi nataka hizo vitu yenye imekataa. Ndio unaona bado imekataa, usiniletee. Kwa sababu nitakuombea kesho, nitaona umebeba msumari mwingine na makaa tena umefunga na nguo nyingine kwa kiuno. Tena uingie kwa mganga kinyuma nyuma. Mimi nataka uende kwa mganga ushindwe. Uende huko alafu useme mbele na nyuma na kando na juu na chini ni Yesu kaende. Hapo kuja na tumwambie Yesu, ni lazima itabomolewa. Kwa Yesu kuja kama unajua God is the final say. Yeye akisema amen. Lakini unakuja kwa Mungu na Mungu amekwambia atasikia. Kuna Dr. Manja kunde kuko uta. Kuna Dr. Sisi Malatewa kukule Kisumu. Bado nataka kwenda kujaribu Simalatewa. Masa mpaka matokoroka huko usika kwao. Alafu ukuje kwa Yesu kama hauna chochote. Yeye utasema pastor, Mungu wako amenisaidia lakini kitu ninaweza kupenda kuna wamekula yote. Nataka ukuje kwa Yesu. Umenisaidia ningejua kitambo. Ningefaulu hawa. Kitu ninaweza kupenda hakuna walikula yote. Hapo ndio najivunia wasema Yesu, umemponya bure. Umemponya bure. Umemtendea bure.
Are you together somebody? Yes. Kwa Mungu naenda hivi. Mungu akamefanya pastor. Ukweli chenye Mungu amenitendea. Chenye naweza kupea ndio hakuna, lakini si kwa mbangu nitoa. 2020 ukata. 50 ukauza hata shamba. Ukauza hata manguo. Ukauza hata viatu. Unatoa kwa mganga. Lakini ikifika sasa Bwana amekutendea. Na ukweli ukiangalia hana. Ufanyiwa amefanyiwa lakini hana. Wale walaghai walikula yote. Sasa ile ambao unapata kwa nani? Kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe tukana sana. Tunaelewana hapo? Unashiriki mazoezi makali. Wengine hawana time ya kushiriki mazoezi kwa sababu hawana time ya maombi. Maombi ni mazoezi. Maombi ukimwambia omba hata kitu inaweza bia Mungu akupa. Tena unaona wale wenye wana shida nyingi sana wanalala mapema. Mapema. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi. Sina neno. Biblia inasema wale wenye wanalala sana wanakuwa maskini. Yeko kwa Proverbs. Mwenye analala zaidi anakuwa maskini. Mtu tajiri analala. Piga hesabu yake. Ile lori imeletea pesa gani? Ile shamba la matunda. Ile miradi. Akili na sasa wewe akili yako inafanya kazi hiyo hiyo. Na uamke uanze mazoezi. Anza mazoezi. Kuna wengine wanaanza mazoezi wakikuja anasema pastor niombe na muombe. Unataka nini? Nataka kujenga nyumba. Piga magoti. Na muombe anasema kuanzia leo umepata nyumba. Naona vile anasema pastor najua nitapata tu. Najua tu siku moja nitapata. Fanya mazoezi. Na uingie kanuni na utende masikio kama uko fit. Unangoja tu pasa sema mpira ndio hiyo. Hauna kamata. Sema hii yangu naenda na nyumba. Ndio maana Matendo ya Mitume kulikuwa na mtu alikuwa kiwete. Kila wakati alikuwa anaomba watu pesa. Maandiko ikasema kwamba alikuwa anaona watu viwete kama yeye wanaingia hekaluni na wanatoka kama wameponywa. Aliwacha kuomba watu pesa. Biblia inasema akasema ndani ya moyo wake, nami nitajenga imani na ningoje mtumishi wa Mungu wakati atasema viwete watembee, mimi ndio nitakuwa wa kwanza kuruka na kutembea. Sijui kama naelewana na Mungu. Amefanya mazoezi ya imani. Wewe umefanya mazoezi ya imani? Haujafanya kwa sababu hata vile umekuja hapa kuna mtu umetusi kabisa. Onyeka kabisa. Mazoezi ya imani hata ukikutusi, ghasia takataka. Unasema bora niko na Yesu na. Unajua mimi ukiniita ghasia uniite mshakatu uniite nini? Mimi nasema bali niko na Yesu. Mimi nimeshatoka. Ninaenda, siwezi rudi kuangalia ghasia. Kwa sababu nimetoka nikiwa ghasia. Na hiyo ghasia ilienda. Wanesa sasa. Umejua mimi nilikuwa mtu useless. Nilikuwa naokota tu mbele na mahindi kwa soka. Lakini Mungu alimaliza hiyo. Sasa niko na nani? Yesu. Mwenye ananiongoza ni nani? Yesu. Sasa siwezi angalia nyuma maana najua madhabahu ya kwetu. Nikipiga tu break. Nimeshika. Sema tumekutafuta kwa muda. Lakini nyanga hiyo. Tumekudira bila hii. Kiswahili nasema unashikwa papa. Unajua ukishikwa papa. Madhabahu inaweza kushika mpaka utamani kutoka. Unatingiza tu kichwa lakini uko ndani ya madhabahu ya kweli. Ndio maana kama umeshatoka, chochote ambaye inapigwa kelele kando, hapana, angalia umeshatoka, nenda mbele.
Kuna watu wamebarikiwa, wameanza biashara. Hakuwa na biashara, alikuwa anahangaika, lakini akianza hii biashara, maneno ambayo watu wanaongea inabidi sasa anapiga break. Biashara inaanza kuanguka kwa sababu sasa anaongea maneno machafu, inaangusha biashara. Wewe angalia mbele. Mjua huwa na shida, watu wameokoka namna gani? Yeye umeokoka na mtu tena anakuja anasema umeweka vitu zako na anakuja anaguza, kisha guza hivi sasa atimizi nunuliwa. Amekuza na akasema kumbe uko kuna vitu hapa mzuri na unaweka tu imani ya kwamba huyu akiguzanga inunuliwi. Sasa unaanza kutusiana na yeye. Huyu akishakujanga aguze, hata acha nifunge niende nyumbani. Unaanza matusi. Mimi nataka leo fanya mazoezi na maombi ambayo naenda kuomba hii ipate kama umeingia mto, nikiachilia baraka unakuwa kwanza kupata ile anointing. Yeye ukitoka wale wanaokuongea hata kikuja na dawa ashike vitu vyako, ni baraka itaongezeka. Mtu ataongea maneno ya mtu haiwezi kuzuia kwenda mbele. Kama umeongea vitu ambavyo umefanya ndio itakuzuia kufaulu. Lakini mtu akikuita mwizi, akikuita msherati, haribu jina na wewe ukishatoka, wewe enda mbele. Hakuna kitu kinachoandikwa hapo nyuma. Ndio utazidi kufaulu. Maneno ya watu ndio mbolea ya kufanya wewe unafaulu. So usiriski kurudi nyuma. Angalia matunda ambayo unataka. Angalia kitu ambacho unataka. Angalia mahali unataka kufika. Tunaona watu wa Mungu. Mission na vision na value yako maintain mpaka usione zote. You have to maintain them. Maintain. Amen. Ndio maana Paulo anasema ukishatoka fanya mazoezi. Mazoezi anza mapema. Anza mazoezi mapema. Hii ni mwezi wa order. Nataka kuona watu wote. Amurisha vitu vyote ambavyo ziko zinakuja. Hii mwezi uanze kuziona. Because it's the month of completeness. Amurisha zianze kuonekana. Mtu akikuona aone ni kama umechanganyikiwa. Mtu aone ni kama umechanganyikiwa. Akikuona kuone kama umechanganyikiwa. Unajua imani ukiwa nayo hata familia yako inaweza kutoroka. Yesu akawa na imani ya kubadilisha watu wake na wajue Mungu. Yesu alipoanza kuhubiri, mandugu zake na madada zake na mama yake wanaona ni kama kichwa chake kimeruka. Wanamuona ni kama mtu wako minded. Mtu mwenye ajielewi. Yesu anafundisha vile anafundisha. Na unaona ndugu yake mmoja anaita mwanafunzi wake, wewe kuja. Unajua wewe ni mwanafunzi ya mtu mwenye mchanganyikiwa. Wanamuona ni kama yeye pia amechanganyikiwa kama kiongozi wake. Anamwambia nenda kwambie Yesu ya kwamba madugu zake na madada zake na mama yake wanamuita nje. Order. Hapo ndio Yesu akajamu. Yesu akamwambia sikiza, nenda ukamwambie madugu zangu na madada zangu ni hawa wanaosikia neno la Mungu na kutii. Ikifika ni kwa imani, unaweza baki peke yako. Na bado utafaulu tu. Yesu akabaki peke yake. Umejua ukishaambiwa kwamba sasa mimi si ndugu yako. Ndugu zangu ni hawa wanaosikia neno la Mungu na kutii. So unajua unaona ni kama sasa ndio kitu kimeruka zaidi. Ovichu huyo mtu anafaa kupelekwa hata Magari. Hafai bado kupelekwa kwa kliniki. Magari direct. Madungo mashindano mingi. Imani inaweza fanya mkose kuelewana hata na mandugu zako. Oh yes. Imani inaweza fanya ufike mahali mtu kwenda hajaifika. Amen. Unakuwa na imani ya kubadilisha maisha. Mimi
kilinisaidia ni imani. Mateso niliyopitia ni magumu. Mahali nimetoka ni magumu, ili siwezi fikiria kama naweza rudi huko. Na focus mbele. Kwa sababu bado kitu yenye nataka sijapata. Niko mbele. Niko mbioni. Ambapo nikishaingiliana na mambo ya watu, utashtukia nakosa kupata ile vitu. Ukianza kufuatilia mambo ya watu, huwezi fika mahali unaenda. Na ndio maana nakwambia leo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Jikaze. Na maombi ambayo tunaomba leo isiwe tu ya leo. Kwa hiyo mwezi hakikisha vile hizo wiki ziko 4 ama 5. Hakikisha vitu vyote ambavyo uko nayo umezipata kwa njia ya imani. Ili mwezi si mwezi wa kubembeleza magonjwa, ni mwezi wa kuota. Command na itoke. Ita magonjwa ulio nayo kwa jina lake. Yesu wakimletea viwete, vilema, vipofu, angeita magonjwa, nyinyi maroho za kifafa, toka. Magonjwa za wazimu, toka. Magonjwa za ulemavu, toka. Wewe pia utaiambia virusi vya ukimwi, toka. Magonjwa za diabetes, toka. Magonjwa za kansa, toka. Magonjwa za presha, toka. Utakomana. Unakomana. Fikiria ni sisi ndio tumewacha magonjwa tusumbue. Komana. Na itaenda. Amurisha. Kama ni umaskini, amurisha umaskini. Itoke na iende. Amurisha visirani. Zitoke na ziende. Na zitatoka. Ili mwezi wa completeness is the month of order. Chochote ambayo imekuzuia imesedekana. Naomba kuwa na bidii na tuanze safari leo. Na uende vile Biblia inasema. Ushuhuda inaenda kuwa mingi mpaka ushindi utoe gani. Ushuhuda inaenda kuwa mingi mpaka ushindi utoe gani. Maombi yote ambayo iko kwako usishangae wakati imetoka. Ujue tu ni mwezi wa completeness. Ni mwezi wa kufika mahali unaenda. Never give up. Order. Kuna kiongozi wa vita mmoja, mtoto wake alikuwa mgonjwa. Akaenda kwa Yesu akamwambia, Rabi, mtoto wangu ni mgonjwa. And you know I'm a man of authority. Mimi ni amri jeshi mkuu. Mtoto wangu ni mgonjwa. Na boma yangu ni mbaya chafu. Hauruhusiwi hata kanyage pale. Ninaomba uamuru tu. Na magonjwa itaenda. Maana mimi ni kiongozi wa vita. Mimi ni amri jeshi mkuu. Na ninapoambia wale wajeshi wangu, enda mahali fulani, wanaenda. Rudi hapa, wanarudi. Enda pale, wanaenda. Wewe pia Yesu, tumia hiyo nguvu. Yesu akasema kwa Israeli yote, sijapata mtu mwenye imani kama huyu. Atukuzwe Yesu. Amen. Sijapata mtu mwenye imani kama huyu. Sijapata mtu mwenye imani kama huyu. Yesu akatumia hiyo mamlaka. Na mtoto akapona. Ndio maana wewe jiandae, tengeneza imani yako. Na useme tu leo, wakati pastor anasema, mimi ndio nafunguliwa kwanza. Wakati roho wa Mungu inanena, mimi ndio nafunguliwa kwanza. Hiyo ndio mazoezi ambayo unayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kusoma, nasema nini? Nasema je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana hukimbia,
lakini ni mmoja wao tu ambaye hushinda. Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tunzo kila mmoja. Kila mmoja wenu na ashiriki katika mashindano hufanya mazoezi makali. Wao hufanya hivyo ili wapokee taji isiyodumu, lakini sisi tunafanya hivyo ili kupata taji idumuyo milele na milele. Amen. Wengine wanafanya hivyo na wanapata taji inayodumu, na sisi tunafanya hivyo na tunapata taji ambayo inadumu milele. Leo nataka unisikize. Ni wewe tu ndio umekataa maisha yako isibadilike, na utakubaliana na mimi. Ni wewe ndio umeruhusu wachawi kukuroga, na utakubaliana na mimi. Ni wewe umeruhusu maskini kwako, na utakubaliana na mimi. Ni wewe. Kwa nini ni wewe? Nisomee kitabu cha Ayubu 3:25 anzia 24. Kitabu cha Ayubu mlango wa 3 aya ndogo 24, neno anasema. Anasema nini? Kwa maana kulia kwangu kwa uchungu kwanijia badala ya chakula. Halo? Kulia kwangu inafanya nini? Ninalia hata siwezi kula. Machozi. Nini nafanya Ayubu analia kwa uchungu? So, kwa maana kulia kwangu kwa uchungu kwanijia badala ya chakula. Twende. Kusononeka kwangu kunamwagika kama maji. Kusononeka kwake inamwagika kama maji. Anasononeka. Unajua mtu anayesononeka ana mawazo mazito, ana mambo machungu. Nataka unielewe. Wale wanaoleta vitu mweke haraka. Sitaki confusion hapa mbele. Haraka sana ashes na watu wakae. Kwa sababu sitaki confusion. Maana kutembea kwa muka, kukaa, kusimama itafanya wengine wakose kufaulu. Na watamuuliza unaomba wapi? Na atasema kwa Pastor Dagi. Pastor Dagi, huwezi omba maisha ikose kubadilika. Kwa sababu utafundishwa. Chenye iko hapo na unafundishwa. Na unapata kufaulu. Atukuze Yesu. Nataka uelewe hii, watu wa Mungu. Nilimwaga machozi. Nilisononeka. Sikuwa nakula. Nini nafanya ukuli? Bwana amekutusi, bibi amekutusi, mtu amekuibia, unapitia mateso, una magonjwa. Umejua mtu akisikia tu anaenda kukufa. Na hiyo ndio wale wanabii wa uongo wanadanganyanga naye watu. Anakuangalia na anasema naona jeneza 3 kwa. Liko vipi? Hey, alafu uone ndio ulioa. Wewe na bibi ndio amezaa mtoto. Mumeenda. 3 coffee. Hapo anakwenda hapo 3. Tena nakwambia naona jeneza 3. Na kuna ingine inakuja. Kidogo bado iko bali. Lakini hizo 3 ndio naona haraka. Hiyo mtu atauza hata shamba. Asimamishe jeneza 3 sio dekani. Ayubu anasema nilisononeka. Nilimubujikwa na machozi. Nililia sikupata wa kunifariji. Nilihangaika. Ninazidi kusononeka. Praise Jesus. Soma maandiko. Inasema. Kwa maana kulia kwangu kwa uchungu kwanijia badala ya chakula. Yaani hata kukula siwezi kula. Ushajipata kwa hiyo hali. Mtu amekutusi. Na unaanza kulia. Kuna watu wameambiwa kwamba ninakuacha. Bibi ameoneka na Bwana. Bwana anamwambia bibi ama bibi anaambia Bwana mimi nakuacha. Na wao wanaanza kulia. Unalia nini? Mtu akikwambia nakuacha, sufurahie kitu ya kwanza. Dawei. Mtu akikwambia nakuacha, hiyo ni kitu ya kwenda koroga sumu. Bwana mwache porojo hii. Mtu akikwambia nakuacha, wewe angalia na Yesu ako na wewe. Koza
kubali tumpokee. Vijana wadogo hawa majinsia hawa wengi wataki kazi, na kikao utakuacha. Alafu tunaona kijana mwenyewe mwenye wamesomesha bwana, mwenye baba yake na mama yake wako na vision na yeye, wanaona huyu ndiye anaenda kusimama kwa nafasi yangu, atena kimbianga na 50 baba anauliza mko na rata ndaka. Shame on you. Rata. Mama kuna rata. Naenda kumeza na kumanda. Si haide sasa. Mtu mwenye umepata akiwa mkubwa. Mwenye umepata akiwa mkubwa unataka kufanya. Unazaliwa naye? Ananiambia ndakuacha utahangaika. Kazi si yake. Nenda kunywa sumu. Anatendea. Anatendea. Kama nataka ile ngumu. Anaongea akilia kwa sababu anataka advice. Nataka ile ngumu. Umetoka na dunia. Nataka kama ngumu. Niko tuna 50 bob unasema ni mia. Nipe tu hiyo Mungu atakulipa. Ndio ananipatia hii miti alivyoingia. Anaongea akilia kwa sababu anataka advice. Usije mtu akikwambia atakuacha utafuta pasta lagi. Kufundisha. Atakuweka kwa njia. Baadaye utarudi ukicheka. Utarudi ukicheka mwache stress. Chakula ikiwa kuna. Unaona anasema hata chakula machozi ilikuwa mwagika na siwezi kula. Ria kwa ria kuna yake. Hata kama mtu amekutusi, mimi wanasema hivi. Mtu kama amekutusi, amekopeka, ameharibu jina yako, wakileta chakula, usikasikie chakula. Chakula haikutusi wewe. Chakula ni Mungu ndiye ameleta. Kuna mpaka kunywe supu. Sijui kama naelewana watu Mungu. Usifurie chakula. Ukifuria chakula unaleta maskini. Chakula imegombana wewe? Chakula imegombana wewe? Mimi hapo kigombana mimi chakula nitakula. Chakula ijagombeza. Nitakula mpaka ni sweat. Wana nachukua kitambala kwa kuuza. Naambia Mungu thank you God. You are the provider. Hii vitu imefanya watu mambo yao inaharibika kwa sababu unaona hii magonjwa unaona sijui pressure, sijui arthritis, sijui. Hii stress yenye mnapewa hizi na mnakubali. Ukiona stress inakuja. Fikiria mimi sasa hivi nikikufa. Si ni mimi ndio nimekufa? Si wewe umebaki? Sasa Mungu akisema nitakukufia. Umenikufia mimi ndio nikuzaa. Sasa mimi nikikufa ndoto yangu imeenda. Lakini wewe umebaki. Unasikia Mungu anasema jamani, hata sasa wewe ndio ungebaki mimi niende. Mimi niende. Jamani sasa zinazidi baba. Nitabaki na nani baba? Alafu anatafuta mtu akata leo. Naambia sikiza, ni pastor wangu ndiye amekufa. Muongeze kwa sababu hakuna siku atanihubiria hapa. Lete hiyo chakula ni sisi ndio tunachanga. Mtu akishaokoka ama mtu akifiwa atalia. Na hawezi endelea kulia zaidi. Atalia tu kidogo, mwana baba. Oh baba kidogo. Umefika nini? Pilau, kuku, samaki. Unapigia mwili pole. Na ukamelia kisema jamani, nikikukumbuka siwezi kula. Nikikukumbuka siwezi kula. Na akimaliza tu kidogo akienda pale kwa kanda na anaposana na
sasa na Acts 10. Unajua chenye anasema? Anasema kwamba huyu ni classmate wangu. Nilisoma naye. Mzee mwenye wale anasoma naye. Mtoto mwenyewe hako na miaka 25. Nilisoma naye. Classmate wangu. Naona inashangaa. Ndio kuna vitu vingine unaweza angalia. Ndio watu wanalia ni uchungu na kitu kinacheka. Kwa sababu naona anasema mambo ya uongo. Sababu kumpa aliyechukua kula mwenye yenye unaona sasa haijakuja vile unafikiria. Maombi nimeleta. Nimeitafuta kwa magoti na machozi. Hii ndio unaona hivi si. Naenda kuomba. Unaomba yani saa zingine yani unaona hauna amani. Unakaa kwa nyumba huna amani, mbele na nyuma hakuna. Unasema hapana. Mwenye atasuluhisha kesi yangu ni Mungu peke yake. Hakuna ndugu yangu atashughulikia. Hakuna familia yangu atasimama. It is God alone. Yes. Nilikuwa naomba hivi. Nipa majina machafu. Huyo ni msherati. Anaenanga kwa usherati. Na kuomba. Kwa kuomba sasa huyo ni mambo yake mbaya. Kwa nini anaomba sana? Kuomba kwangu inakuhusu nini? Kwa sababu mimi najua niko mbio. Niko toss. Nataka Mungu aniambie ninaenda wapi. Na Mungu akaniambia sasa toka pale kanyaga hapo. Amen. Ndio sasa wewe unaniona sasa. Amen. Maombi omba. Omba sana. Kama ni maombi omba. Utapata nilikuwa nimeweka kikundi changu cha Genesis kwa maombi. Walikuwa naomba sana. Na hao ndio walikuwa wanabarikiwa. Wenye walikuwa wanatoa fungu la 10 na nini na kupata mavuno walikuwa Genesis. Ndio wanakuja wanafaulu. Kwa sababu maombi ndio kifungo. Amen. Sasa kitu ambacho nakwambia ni kitu ambacho imewekwa misingi. Ni kitu ambacho haiwezi tingika. Si maneno. Chenye nilikuwa nayo ni upendo. Nilikuwa napenda watu sana na ndio napenda watu mpaka sasa hivi. Na nitapenda watu mpaka Yesu arudi. Amen. Mimi sina haja kuchukia mtu. Awe mlevi, awe mwizi, awe msherati nitapenda yeye. Unaona hapa ni nini? Focus. Unaenda wapi? Ng'ang'ana. Chenye unataka haiko nyuma. Ingekuwa nyuma ungeichukua. Chenye unataka bado iko mbele. Ng'ang'ana uipate.
kung'ang'ana maombi. Nakwambia ufalme inatafutwa, na ndio maana nimekwambia kuanzia leo na kufundisha njia kamili, ili ndoto yako itimie, ili maono yako ifike. Let prayer be the master key. Wacha maombi iwe ni kifungu. Ilikuwa ni maombi. Omba. Mimi napenda yule mtu ambaye anakuja anauliza pastor, niombe aje. Lakini mtu ako kwa shida lakini hataki kuuliza. Niombe aje lakini amekaa. Hataki kuomba. Mtu mwenye ombi utaona vituko zake. Alini ni vituko. Lakini ukiomba Mungu ataua ile vituko kabisa. Mtu mwenye anaomba ya ukweli, neema tu inambeba. Hakuna mambo mengine. Njia moja ya Mungu. Ndio maana nakwambia leo tunarudi sasa kwa misingi kamili. Hii mwezi ni mwezi wa kuamrisha. Hata kama ilikwama, visirani ikakukwamisha, laana ikakukwamisha, magonjwa ikakukwamisha, umaskini ikakukwamisha, vita na kelele ikakukwamisha, leo naomba ufunguke. Na hiyo ndio maombi ambayo naenda kuombea, na breakthrough inaenda kuchipuka. Tunaomba kurudi kwa misingi yako. Tunaomba mpaka ujielewe. Kuna watu wajielewi. Kwa familia maneno yenye watu wameongea kwako imefanya uweze jielewa. Unashindwa umetoka wapi na unaenda wapi. Leo tutaomba maombi ya kujielewa na utaamurisha. Na hiyo ni mwezi. Hii mwezi jaribu sana. Hii mwezi si mwezi wa kudelay. Hii mwezi fanya kitu. Na tuanze kuziona. Na hiyo ndio maombi ambayo naenda kuwawekea. This month. This month. It's the month of order. Amurisha. Amurisha. Kama ni magonjwa amurisha iende. Visirani amurisha iende. Usikubalie magonjwa na useme magonjwa hii ni yangu lao. Usikubalie maskini na useme maskini hii ni yangu. Wanaokoka kuna faida. Uliza wokovu wangu faida yake ni nini? Tangia nianze kulia faida yangu ni nini? Amurisha upate kuona. Ni kitu unafaa kuuliza faida yako. Faida kuomba ni nini? Faida kufuata Yesu ni gani? Ulianza mbio ukawacha. Maneno ya watu ikawacha, ikafanya ukawacha mbio. Ulikuwa unapenda maombi. Kuna watu walikuwa wanapenda maombi, lakini maneno ya watu ikafanya wakacha maombi. Kupigwa vita na kutusiwa ikafanya wakacha maombi. Pepo kafurahi. Let me tell you the truth. Wakati Mungu anaenda kukubariki, unaweza stukia mtu yeyote kama rafiki yako karibu, anaweza kukuchukia tu, lakini focus uende mbele tu. Focus. Play. 4 watches of the day. 4 watches of the night. Until prayer become your lifestyle. Kitu yoyote sikuzuia kuomba. Maneno ya watu sikuzuia kuomba. Wewe angalia chenye unataka. Unaona watu wa Mungu. Angalia chini unataka. Angalia mahali umetoka. Angalia mahali umetoka. Sasa zingine ukiangalia vile familia yenu iko. Hiyo familia inafaa wewe uishinde. Na ndio uambie sasa njia ya kushinda hii familia ni hii. Mimi nimeishinda kwa sababu nimefuata hii. Nimeshinda hii familia kwa sababu nimefuata hii njia. Yesu anasema hii njia ni nyembamba na wenye wanaifuata ni wachache. Ndio maana nakufundisha leo hii, mtu wa Mungu nisikize. Wewe focus mahali unaenda. Focus mahali unaenda.
focus kwa kitu ambacho unataka. Na ukomani. Soma. Sikia. Anasema. Anasema ya kwamba kwa maana kulia kwangu kwa uchungu kwa njia badala ya chakula. Twende. Kusononeka kwangu kuna mwagika kama maji. Nataka kutega masikio hapo. Kuna kitu. Soma. Lile nililokuwa naliogopa limenijia sasa. Chenye nilikuwa nimefanya nini? Niogopa. Ndio imenipata. Wewe unaogopa nini unakopata? Ile Ayubu anasema vitu nilivyokuwa nimeogopa ndio zilinipata. Na vitu ambavyo nilidharau, soma. Na lile nililokuwa nalihofia limenipata. Soma. Sina amani. Sina amani. Wala utulivu. Wala utulivu. Sina pumziko. Sina pumziko. Bali ni taabu tu. Bali ni taabu tu. Unaogopa nini? Focus somebody. Ayubu anasema vitu niliogopa ndio nilipata. Wewe uliogopa nini? Uliogopa kuachwa. Nilikuacha. Mtu akikwambia utawachwa unaanza kumtetemeka. Jamani, Yesu kecha jalicho. Ukichi jalicho kwa sababu na watu. Kuna mtu lazima atoke kwa maisha yako ndipo ubarikiwe. Kuna wengine wanakuambia na kumbe ni mzigo inakuangusha. Mimi nakufundisha kwa sababu Roho wa Mungu amesema nikufundishe. Usiniwache. Usiniwache. Acha ende. Achilia zingine. Wala kutafuta baadaye. Haleluya. Achilia. Uliogopa nini? Uliogopa nini? Vitu uliogopa nitawapata. Usiogope nini? Kwa sababu uoga inaleta depression. Depression inaleta magonjwa nyingi. Alafu mtu akishakujua anakuangalia tu vile hivi jana. Ongea anasema maneno yake machafu sana. Uliogopa. Ayubu amesema vitu aliogopa nilipata. Lakini zile aliyodharau hata kwa hema yake ikukanyaga. Usiogope kifo. Ukiogopa kifo utakufa haraka. Dharau kifo. Haleluya. Usiogope kifo. Si kama naelewana watu. Usiogope. Enda tu mahali unaenda. Hata kama mtu anasema nini, hiyo isiwe ni break. Endelea. Hata kama mtu anaongea nini, wewe ukijua chenye unataka ni ya haki, fuata. Ukijua njia ya Mungu imefuata ni ya haki, fuata. Fuata. Mwache wasiwasi. Utakumu mwache wasiwasi. Mwache wasiwasi. Wenye wameokoka hawana wasiwasi. Hata kama nini inatendeka, hawana wasiwasi kwa sababu wameokoka. Ndio maana wanabisha kusema kabeleko. Wanaambiwa leo mnaenda kutupwa kwa moto. Wanasema moto tuogopi. Na hata iweze kuchoma. Mungu hawezi ruhusu tuchome. Hata kituchoma hatuachi Yesu. Kumaanisha tunaogopa moto, tunaogopa Yesu. Unaogopa nini? Unaona wengine wanakuja pasta niombee nataka ndoa. Na muombea apate ndoa. Na ukweli anapata ndoa. Wiki moja ya pili ya tatu utasikia kabisa simu pasta. Sasa tuko pamoja kiroho. Tuko pamoja kiroho. Huyu jamaa amekuwa Simba amesema maneno ya kanisa hiyo tena hataki.
hiyo ndoa haikai. Hata ukae ndani ya bedroom usikose kanyaga hivi utatoka. Mtu mwenye anakutoa atakutoa tu. Hatumpikie dunia nzima. Hatumwite jina yote. Atakutoa. Sasa hiyo si mambo ya kuogopa. Ogopa Yesu kiwa maneno yako. Kiwa na watoto wako ogopa Yesu. Misingi ya kwanza ni Yesu. La pili ni amani. Mahali unaishi. Na wala ambao unaishi nao. Utapata kuinuliwa. Wacha niwaambie chenye umepata na Yesu, utailinda na Yesu. Kuna wengi wamekuja pasta niombee nipate kazi. Nimemwombea amepata kazi. Fungu la 10 yake atoe. Sadaka atoe. Wakati kazi imeisha, pasta, ile kazi imeisha. Niombee kwa tena nipate kwa kwingine. Nauliza fungu la 10 ulikuwa unatoa unapeleka. Fungu la 10 lazima utoe monthly. Hata ukiwa Amerika lazima utume. Kwa sababu madhabahu iliyokupea nguvu kazi ni hii. Wewe ukipeleka kwa wengine, hiyo nyingine hii yangu itaharibika, ndio ile kupatia nyingine. Hiyo ni kitu unafaa kujua. Madhabahu hii ikikupa kazi, sadaka na fungu la 10 unaweka kwa madhabahu. Ile unapeleka kwa wengine, peleka kwa wengine kama ilikupea kazi nyingine. Kwa sababu mahali madhabahu yenye nakujua ni gani? Sasa hiyo ndio unaona wengi. Basi ile imeharibika. Sasa itabidi nirudi nyumbani na muuliza sadaka na fungu la 10 napeleka wapi? Hata tulipata kwa New Covenant Believers and Holy Spirit Church. New Covenant Believers and Holy Spirit Church. Huko ndio tunataka. New Covenant Believers and Holy Spirit Church. Sawa. Sasa New Covenant Believers and Holy Spirit Church ikutangazie hiyo blessing. Madhabahu yako wakati unaweka sadaka na fungu la 10, wakati roho bwana manena promotion, hapo pia unakuwa promoted. Amen. Ikinena breakthrough. Amen. Ikinena ushindi. Amen. Hakuna siku utashindwa. Amen. Hiyo ndio maana shida. Anaogopa. Chenye Ayubu aliogopa sana nilipata. Alikuwa nakumbuka tu na analia. Na kuambia hata kama unapitia magumu, jipe tu nafasi kidogo ya kufurahi. Jikaze tu na ufurahi. Hata kama ni machungu gani, kwa tu muda kidogo na ufurahi tu. Umwambie Mungu nakushukuru. Hata kama nimepitia haya, lakini bado napumua. Bado napumua. Hata kama alitabiri kifo yangu, bado ninapumua. Furahia hiyo. Sio unafaa kujua. Si corona ilikuja. Corona imeua wangapi? Na wao wamekufa. Unajua ni kwa nini Mungu alikuacha? Kuna kitu Mungu anataka kufanyia. Hiyo ni ujue ya kwamba wewe ni mtu special. Shukuru Mungu hata kama moto inawaka. Hata kama jambo gani linatendeka. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Jifunze kushukuru Mungu. Jifunze kushukuru Mungu watu wa Mungu. Jifunze kushukuru Mungu. Kwa magumu unayopitia shukuru Mungu. Usiogope. Usiogope. Fuata Mungu naye atakuinua. Fuata Mungu naye atakubariki. Fuata Mungu naye atakutendea. Roho ya uoga toa. Hiyo usikubaliane nayo. Wakati watu wanasema mambo yao weenda yao. Na pia kama umeokoka na upigwe vita, uko na mapepo wengi. Lazima upate wenye wanapiga wewe vita. Lazima upate wenye wanaongea kinyume na wewe. Utamu wa maombi ni kuongelewa. Ukitaka utamu wa maombi, lazima uongelewe. Na kama watu wakuongei, utaomba nini? Na tunakuja tunaona Ana na Penina anaongea